Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hai. Hai. Wamewaboa sana, wamempatia story mingi sana. Bwana asifiwe. Si ndio? Na mlikuwa nataka tu mujisa muende. Mudhani ukinyire. Hai. Nashukuru kuwaona. Watara kumwona. Yeah? Yeah? Unapeleka mtoto wapi? Kumchenje? Mumulete, nataka kuona hiyo mtoto. Nipatie sauti. Nashukuru sana kwa sababu ya muda huu Mungu ametupatia, na muda mzuri ambao uko hapa, ambao unaenda kubarikiwa. Mwambie mwenzako leo anaenda kubarikiwa, kwa sababu nikikuja sikuwa nimebarikiwa. Mwambie hivyo. Tena umenyamaza. Weka hai baba. Mwambie leo naenda kubarikiwa, kwa sababu nikiingia hapa sikuwa nimebarikiwa. Hauko umebarikiwa? Kai. Kwa hivyo mtabui Mungu. Can you lift for me? Hi. Yenda juu. I thank God. Toa hii mashini yako hapa, weka huko kado kidogo. Napenda kujisikia, kwa sababu ni mzuri mtu akijisikia. Wangapi wanasikia wako kwenye nyumba ya Mungu na wako na matarajio makubwa? There is something new that is going to happen. Thank you very much. Habari yako? Unakujaga mara moja alafu naenda. Last time nilikuwa na last year asubuhi. Good. Nataka tusome kitabu cha Isaiah 40. Hapo mstari wa 31, tuanzie 28 mpaka 31 hapo. Nataka kukupatia neno la kukupatia nguvu na last year. Maana nyinyi mlio hapa ni nguvu mmekosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nguvu tu hakuna, lakini you're strong. You're strong men and women. It's only that you don't believe in yourself. Only that you are here, but ukijiangalia unaona ni kama hauna mwelekeo mzuri, lakini tukikuangalia sura inatuambia mwelekeo iko. Lakini huko ndani macho inasema mwelekeo hakuna. Kwa nini? Kwa sababu sasa umefika mwisho. Na ukiona mtu anakuambia nimefika mwisho, amefika mwisho kwa sababu maneno yake aliyafikisha mwisho. Na hakujua hiyo ndivyo kulikuwa kunatakikana. Unajua wakati nasema nili unigi nyite mwisho, ni kumaanisha yes, you are in the process of God. You are here, but ukijiangalia unaona ni kama when ukisikia mtu anakuambia sasa mimi nimefika mwisho, lakini tukikuangalia ni kwa sababu amefika ako in the process of God. Because God will wait until your education comes to an end. Ujuaji yako comes to an end. Pesa zako comes to an end. Kilani yako comes to an end. Your brothers and sisters, they come to an end. Then now you nafika mwisho nabia Mungu nimekuja. Because God will wait until Bwana Yesu asifiwe sana. Because jana ulikuwa naita sister kwa sababu unajua sister yako anakuwa na tupesa atakusaidia. Ulikuwa naita anko kwa sababu nasikianga anko connected na serikali atakusaidia. Come to an end. Then now you unafika mwisho. Sister amefika mwisho. Wewe mwenyewe Bwana Yesu asifiwe sana. Na masomo yako mingi na kisugu mingi. Because jana ulikuwa na sasa hapo tunajua Mungu ameanza kufanya kazi. Hallelujah. Wangapi wako hapa wamefika mwisho? Inua tu mkono wako ujue umefika mwisho. Basi sasa uko tayari uende nyumbani kwa sababu umeanza kazi na Mungu. Ndio. Kama umefika uko hapa na umefika mwisho, ni kumaanisha Mungu ameanza kazi. Hallelujah. Kabla ufike kwa hiyo laini ya mwisho. Na masomo yako mingi na kisugu mingi. Because jana ulikuwa na Mungu hawezi kushare his glory na wewe ati kwa sababu wewe ni pastor, ama kwa sababu wewe ni bishop, ama kwa sababu wewe uko na cousin anajua anaenda. No, it doesn't matter. Whether you have a cousin or whether you have what, it doesn't matter to him. What matters to him, are you ready? Hallelujah. To listen. Na masomo Bwana Yesu asifiwe.
Are you ready, mister, to listen to God? Noe harerie. Now to listen. Wacha wacha story mingi, sasa ujuaji. Wacha experience, wacha venye unajua. Wacha hiyo college ulienda hiyo ya Bible. Wacha hiyo mavitu ulifundishwa. Now are you ready to listen? When you are ready to listen to God, that is when God will be ready for you. But if kaba bado kuna experience, unajua hapa kuna edaga hivi, hapa hakuedagi hivi, kuna edaga hivi, God is not there. Unajua wasee hawajasema, hapo hakuna Mungu. Unajua kanisa haijaamua, hapo hakuna Mungu. Unajua shearedi hajafika, hapo hakuna Mungu. Because that is his shearedi. That is chairman. Bwana Yesu asifiwe sana. But until when now unasema shearedi alijaribu tukashindwa. Nikaenda kwa apostle akashindwa. Tukaenda kwa nani, kwa secretary ndio huyo akashindwa. Tukaenda kwa serikali hakuna majibu. Sasa mimi nimesema nimefika mwisho. That is a godly statement. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what God has been waiting from you all that time. Ujuaji imefika mwisho. Mwambie mwenzako, kama ni umeinua mkono, ujue ni ujuaji imefika mwisho. Mwambie tu, mwambie mwenzako, kama uliinua mkono, ujue ni ujuaji imefanya nini? Sasa muulize tu, hii ujuaji ulitoa wapi? Ulitoa wapi? Na unaonekana very innocent. Hii ujuaji mingi ulitoa wapi? Na ndivyo unaonekana ukiwa mzuri na handsome na beautiful. Mwangalie tu, muulize, hii ujuaji ulitoa wapi? Na ndivyo unaonekana kama uko na mipango mizuri. Ujuaji mingi ilikuwa ya nini? Ulitoa wapi? Na familia yenu tunajua wakuagi wajuaji. Wewe ulitoa hii ujuaji wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Once you understand ujuaji yako, hakuna mahali itakupeleka. That's the beginning of the wisdom. That's the beginning of being spoken to by God. When you wewe mjuaji mami, wako leo mjuaji. Wako noe kemenyi, kemenyi wa imenyi, hakuna kazi. Hata uruke hapa, hata uruke uguze chini urudi chini, hata ulinae ulakude na ulikomoso na morikoto na moriamoto yote zero. Hata niliona pastor yetu alikuwa anafanya hivi. Hiyo ni pastor wenu alifanya. Tuambie venye Mungu alifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata niliona bishop akifanya hivi. Hiyo ni ujinga na ni upusi. Hiyo ni yake. Yeye alisikiliza Mungu yake akafanya. Sasa wewe na bishop ni Mungu moja. Sikiliza Mungu yako kulingana venye anazungumza na wewe. Kuna yule wale wanaitaka pale Wakorino, wale wanasugu wale Wakorino wa Waluya. Wale wanasugukaga kwa barabara na dramu kubwa. Walisikia Mungu. Wale wako kwa VVA walisikia nani? Mungu. Catholic walisikia nani? Mungu. Mkolini wa Kereba kia white alisikia nani? Na wa blue na wa yellow. So kwa nini unifuate? Kwa nini ufanye venye nilisema? Na siku hiyo Mungu alitaka nisikie hivyo. Mungu hana formula. God does not have a formula. The way God is speaking to me today is not the way He's speaking to you. Ameniappoint. Saa hii ni kuzungumzia kuhusu madhabahu. Nikwambie kuna kitu kwenu imefanyika. Lakini ukienda kwa yule alinifundisha ni Harrison Nganga na James Mainanganga. James Mainanganga alinifundisha niseme nikuite Matuta. Mimi siwezi kuita wewe Matuta kwa sababu sijui alipata ufunuo ya Matuta wapi. Sijui. Kienda kwa Harrison nakwambia kaa hivi. Sasa siwezi kufanya hivyo anasifanya kwa sababu sijui ufunuo yake alitoa wapi. Mimi namsikiliza Mungu ananiambia huyu amekasirika. Niketoa kwa karibu. Amekasirika. Umetoka kwa James. Unajua watu wa Matuta wanakuwa tu na behave tu kama ndio nataka mtu akikaa chini ya mchungaji. Kuna vitu unafaa kuunderstand, anakufundisha aje. Ukiunderstand venye unajua nikitaka kukujua nitatafuta mchungaji yako nitajua. Hivyo na behave nitampata. Na kama wewe unataka kuhubiri kama mchungaji wako, then you are fake. Hiyo mchungaji wakati atakufa ama ataondoka atawe utakufa. Ukienda ukute watu wanganga kama sasa mfano tutumie James Maina. Ola baba baba. Ola kaka. Ole pepe. Na
Na wewe unakuta mchungaji wake naye ole kaka ole pepe. Sasa ujui ng'anga anaogeaga na mguu gani? Sasa unaanza kusema ole pepe ole kaka. Ukimuuliza ulikuwa unasema nini, anakuambia ni neema ya Mungu ilikuwa inashuka. Ukiuliza ng'anga nikikugaga ati nilisikia ni malaika alisema. So na sasa mmekuwa tofauti. Be an original version of yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Be an original version of yourself. Have you ever asked ni kwa nini kidole yako inachukuliwa kwa na polisi na benki na kila watu wanachukua? Unamshai kuuliza ni kwa nini? Wewe nakuuliza. Wao wanajua na wewe wacha kuniambia au niambie wewe. Ni kwa nini wanakuchukua kwa kidole? Aje na huyu yako na kidole kama yako. Sio hata huyu yako na figa. Unasikiaga? Nani alikwambia? Ulisikia na nani? Ulisikia na nani? Na kama ulidanganywa? Na kama walikudanganya? Hakuna mtu duniani ako na kidole kama hii yako. Nobody on earth. Naona hii kitu ya macho hii around ya black. Hakuna mtu duniani ako na kitu kama hiyo. You are an original of yourself. So why do you want to imitate me? And I am practicing, I'm within my compound. Ninafanya vitu zangu kulingana na sheria na mikataba yangu na covenant zangu na hivi nakaa hivi. Sasa nataka kusema ni kwa sababu uliona nikisema mama umepona. Na wewe kesho nakuja. Mzee, ni nini imekusumbua? Sasa unajua kwa sababu wewe ni fake unajaribu. Unajua sasa hiyo jana nilikuwa naumwa na mgongo. Nikizungumza na mama wakati nilinama hivi, mgongo ikaanza kuniuma. Sasa kujinokota sema nifanye hivi mpaka hii mgongo isimame. Sasa unafikiria hiyo ni anointing inaitagwa hivyo. Sasa kesho na wewe unakuta mzee, ni nini nakusumbua? Nani mgongo ilikuwa inaniuma. Sasa unakutaka mtu anachinyokolaka hivi. Na mimi siku hiyo ni mgongo. And that is how you are fake. Tell your neighbor I'm fake. Ambia baba yako mimi ni fake. Bwana asifiwe sana. Not even trying. Be yourself. God will bless you within yourself. Because the identity that God gave you, it is the code that which he blesses you with. The identity yako. Huwezi kwenda Equity Bank, wanakuambianga shika hiyo kitu hapo, wekelea kidole. Hawawezi kukutolea pesa ya huyu. Watakutolea pesa yako. Sasa angalia, ulikuja ukafanya makeup, ukabadilisha, ukanyoa hizi, ukakata hizi, ukanyoa hizi zote, ukakaa ukapaka rangi hapa ikapanda hivi, ukapaka rangi nyingine ikapanda hivi, alafu hapa ukaweka tungine tumekaa hivi, na tungine tumekaa hivi, alafu mdomo imekuwa ya red. Sasa unaongea hivi, huwezi kuongea, siongei wewe, siongei kukuhusu. Napatia na for example. Sina ubaya haki. Oh yeah. Nimeona umefanya, lakini sina ubaya. Sincerely, I'm not against. I'm giving an example. Please ladies, forgive me. Nimepatia na example baya, lakini let me use it because unaijua. Sasa niambie umepaka hiyo, alafu ingine imekuja hapa imeenda hapa, ingine imeenda hapa, alafu kanywe kingine kimekuja hika hapa kameenda yui, na kingine kameenda yui. Jajirai. Sasa niambie story hapa. Story iko hapa. Sasa kule biguni malaika amepatiwa picha. Teremuka na hii picha ya huyu mama mzigo yake. Amekuja anakuona. Anaanza kuongea kama Wakerenyaga. Nakuona, ndio kuona wewe very familiar, lakini ndiye remember very well kulenda kuonete. Kwa sababu ako na picha, anaona ni kama ni wewe, ni kama si wewe. Hallelujah. Naona ni kama ni wewe lakini si wewe. Sasa huyu mtu malaika anakuja anasema nilimuona lakini huyu anakaa kama ni sister yake. Hallelujah. Ngai mtikague huyu. Msinipepe vibaya. Nikuongea tunaongea.
Hii maneno lazima ikue. Pole. Najua sasa ameanza kuimagine kama ule mtu alikuja alikuwa amebeba kama ni kafurushi. Anaweza kuwa ni yeye. Alikuwa amebeba mzigo yangu. When you lose your identity, you lose your blessings. Bwana Yesu asifiwe sana. When you lose your identity, I didn't say you lose your identity by what you are doing. Hizo mnajipaka, nipatie an example too. But losing your identity is copying somebody else. Walking and doing things that are not of the original. Walking in a manner that that is not what God intended you to be. Bwana Yesu asifiwe sana. You must live and walk according to the plans of the heavenly kingdom, Father. Praise be the name of God. You cannot succeed in whatever that you are doing if at all you are not yourself. God will bless the original person he created. Don't fake. Don't be like somebody's wife. Don't be like somebody's husband. Don't be like somebody's business. Don't be like somebody's who is a pastor. Be like yourself. Preach like yourself. Walk like yourself. Live like yourself. Do like yourself. Do like yourself. You are unique. You're not a photocopy of somebody else. The Bible says that we are made. How? Yeah? We are made how? In the likeness of and the image of God. If I look like nikiangalia huyu mama, that is how God looks like. Anafanana huyu mama. Nikikuangalia Mungu anafanana na wewe. Hebu angalia mama. Mnafanana? There is no resemblance. So this, Mungu akiingia kwa huyu anafanananga huyu. Akiingia kwako anafanananga wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is it. Akiingia kwako anafanana sasa kwa sababu anafanana. Si huyu ni mwanaume. Na anafanana nani? Are you a man? You're not a man. God is original. You are an original from God. So live a walk of originality. You are wonderfully and fearfully made. Why would he make you wonderful and fearful? Because you are an original creation of God. Bwana Yesu asifiwe sana. And if you are an original creation of God, it means everything pertaining in heaven is yours. Because you look like God. Who is the owner of this tree? Who is the owner of the birds? Who is the owner of the plants of fruits kwa mashamba? So God owns all these things. Sindio? And you look like God. Then who is the owner of these things? Are you part of the ownership? Yes. I'm part of the ownership of everything that is existing on earth. I'm part of the ownership of everything that you see because I look like God. I am a resemblance of God. So I am God. So if I want to ask anything, I will ask. And that's why in the book of Ezekiel 37, God calls this man called Ezekiel, son of man. Can these dry bones live? What was the response? Ezekiel tells you, God, you only know. Then God came and prophesied. Is that true? Yeah? Then God comes and prophesies. Is that true? Yeah? No. He tells son of man, prophesy. He tells man, son of man, prophesy to these dry bones. Why did he tell him to prophesy? And Ezekiel, you only know. Because a responsibility to prophesy is delegated. God delegated the prophetic power to you. God delegated the power of the tongue to you. God delegated every powers of doing things to you.
So God cannot come to subordinate you. God not come to undermine you, because he has given you power to prophesy over anything. Power to say this is going to live, and the power to say this is not going to live. Power to say I'm rich, and also power to say I'm poor. Power to say I'm going to be married, and the power to say I can't get a man. Power to say this, and the power not to say this. So God cannot come and usurp his authority and snatch it from you. So he told Ezekiel, prophesy. And Ezekiel prophesied to the dry bone because he got the power. So the power for you to change is within you. Power for you to be healed is within you. Power for you to transact, it is within you. If you want to become rich today, you will become by your mouth. And that is why when he brought Jesus Christ in different formations. Did you know that? Do you know Jesus is not one? Jesus came in different formations. How many of you know that? Lift up your hand. Okay. When he came to water, he became what? He became what? He became living water. When he went to the plants, he became what? Yeah? He became what? The true vineyard. And when he went to the rocks, he became? I want to speak. I want us to interact. And when he went to the rocks, he became what? The stone that the builders rejected. And when he went to the animals, he became what? The Lion of Judah. Hallelujah. Did you know that? Did you know that? You know, but because you are lazy, you don't want to interpret what Jesus, when akiingia kwa wanyama, he becomes the Lion of Judah. Akiingia kwa miti anakuwa mizabibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiingia kwa mawe anakuwa jiwe. Sio jiwe lilokatiwa. The chief cornerstone. He's the chief cornerstone in your life. The cornerstone that stands, that makes that building stand. Bwana Yesu asifiwe sana. Jesus stands, anabadilika. Akienda mahali anabadilika. Akiingia kwa mawe atabadilika. Akiingia kwa maji atabadilika. Akiingia kwa miti atabadilika. Because he is omnipresent. Ngapi amejua leo hivyo? Na mpaka mnaniangalia vibaya. Unashindwa sasa, huyu anatufundisha nini? Na sisi tulikuja kupokea. Kabla upokee, nataka nikuambie mahali popote ukiingia, Yesu yuko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. It doesn't matter whether you are in a hard rock and what? And a stone. Ukiwa kwa hiyo mawe, ita Yesu kwa sababu Yesu ndio huyo. Hiyo mawe ni Yesu. Hiyo shida uko ndani yake saa hizi. Yesu yuko ndani ya hiyo shida. Huo ugonjwa uko nao saa hizi. Jesus is that, because Jesus is a master healer. He is a healer. Whatever kind of a situation you are in, that is Jesus that is in you. Because Jesus will allow all these things to happen for his glory to be seen and to be known. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why Jesus will allow you to be sick. And he said, nilichapwa viboko ndio nini? Ndio mpone. Mimi kupona kutakuwa. Na huwezi kupona bila wewe kuwa mgonjwa. And that is why alikubali anyoroswe. Unaweza kubali kunyoroswa sasa hivi? Yeah? Unaweza kubali kunyoroswa? No. Wewe huwezi. Ati unyoroswa kwa sababu ya kanisa kutokea kimutu pale. Kuna mzee mmoja alikuwa anatupatia kastori, lakini niliona hiyo kastori kana nikazuri kweli. Kalikuwa na ukweli kidogo. Ilikuwa kesha. Na hiyo kesha walikuwa kesha, alafu kukatokea kijamaa kimoja wakakaa bahali wakasema nataka kujua ile kanisa, wacha tuangalie kama wale watu wanadaga ile kanisa ni watu wa ukweli. Kijamaa kikaigia, wakapaga, wakaenda pale Daguleti kona, wakanunua damu ya busi na ya ng'ombe, wakachanganya vizuri, wakaiweka mzuri, wakakuja na kama iko kwa debe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Walipofika pale, kijamaa kimoja kikaingia ndani na kipaka, kikaogesha, hakuwa na paka. Akakoja akasema, kama wewe unajua ni Mkristo, inua mikono yako juu, na leo ni leo tunachija Wakristo wote. Wakaangalia wakaona hana kitu. Akasema, pepo toka. Pepo, rushwe. Najua wengine mnaeleka huko kwa Akasha. Anaita kwa Maria Akasha. Rushwe. Wakaanza rushwe. Huyu akarishwa na akatoka nje. Kukakuja kijamaa na paga. Ile sword imekatwa vizuri padini, imekatwa vizuri fadini. Sasa kale kajamaa kamekaa pale. Sipo mmesema marisho yenu na marisho imefanya kazi. Kale kajamaa kamepanya pale, kalishikwa. Kakavurutwa na huko ndani, tebe ile katobolewa. Amukuona damu ikamwagika ndani. Oh, Jesus. Wote kila mtu akakuka chini, akalala chini, akasema kai nitoa gedhia. Kai. Hata wakaambia yule alikuwa anasema rishwe, atagulie hapa, kichwa inaenda. Sasa mumeona kale kamerushwa na huko na damu imemwagika, mkajua kalijijwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaambia mjua alisema rishwe, atoke. Aimuke. Hakuna hata mmoja. Hapana, tutakufa msamaha. Si wewe tunasema rishwe. Hapana, tulikuwa tumefundishwa na pastor. Najua pastor ndiye ametukosesha. Alitudanganya tukisema rishwe. Sisi hata hapa tunakuja tu kutembea. Huko toka kujela. Huko. Hata pastor akaja, "Wewe pastor kuja patangulia." Akasema, "Ukitaka kushalia tobeza twakolia." Hivi nilikuja hapa kutafuta tu pesa kidogo nikule. Hata wewe unajua, si hata wewe unajua hii kitu kazi tunafanyaga. Hatakuwa serious hivyo. Kumbe Yesu alikuwa hapa juu, alikuwa anashughulia. Akapata Yesu alijipata peke yake, hakuwa na mtu. Lakini wakati mazuri iko ndio unasema, "Hey, hallelujah. Yesu alitutembelea." Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie msako, badilisha jinsi ya kukaa dunia hii. Badilisha tu. Wacha kuwa mtu ambaye hajielewi. Badilisha tu. Mwambie badilisha tu. It is very important. Hallelujah. Nataka kusoma tu laini mbili, alafu mimi nataka kutoroka niende kwa sababu nataka kufika mahali. Msinifuate huko leo, sionani na watu leo. Unfortunately. Kai. Jamaa anasema ndipo nimejitayarisha kupanga laini pale. Tukimaliza wachani tumaliziane hapa. Kwa sababu Mungu wako wapi? Hapa. Ile story utakuja kunipatia, wachana nayo. Ati mimi nilienda, nikafanya, nikakaa, kukaenda, shosho yangu alikuwa. Wachana na hiyo. When I'm here, God has spoken. Hallelujah. That is why you are here, because God has allowed. Kuingia wakati uliingia tu hapa, Mungu alifanya. You don't even need to see me. Because that faith, that God is looking at the faith, the readiness to do things. When he told Abraham, alimwambia Abraham namna gani? Give me your son. What else did he say? Give me a son. What else did he say? The only son. Number 3, he said, the son you love. Hallelujah. These are 3 different statements. Give me your son. The only son. The son you love. Remember, he had an older son because the other one is older than this one. Did you know he had 2 boys? Who is older than the other one? Ismail is older. But God knew Abraham does not love Ismail. He loves who? He loves Isaac. He told, give me your son. The son that you love most. Then Abraham did not object. He picked his son that he loves. He was not told, go get Isaac, go get Ismail, go get Apana. He was told, go pick the son that you love. Bring him to me. Give him as a sacrifice. And he went straight to where his love is. Praise be the name of God. He went where his love is. So when he went where the love is, he went and picked Isaac, and they went with Isaac. He went and collected firewood, and they moved to the mountain. And the next step he was told, go to Mount Moriah. And Mount Moriah is a big mountain.
And he was told by God what? Then once you're in Mount Moriah, I will direct you. Go there, but I will direct you to a particular mountain in that mountain. So Mount Moriah, going to the mountain, is not just going to the mountain, in a particular mountain. Is that true? Is that true? He was told to go to a particular mountain in Mount Moriah. So there were several mountains, like now Mount Kenya has several peaks. And he was told, go, once you are in Mount Kenya, there is a peak where I will send you. That is where you are going to sacrifice, because there I am present. So every mountain is not every mountain. All mountains is not all mountains. Hallelujah. All churches are not all churches. Being a church does not qualify to be a church in heaven. He tells, go to the mountain, Mount Moriah, and in Mount Moriah, I will direct you to a particular mountain where you will go and give a sacrifice. So are you here because God has commanded you, or because YouTube commanded you? Hallelujah. Are you here because God asked you to come, or you are here because of YouTube? Nilikuona kwa Saimokei, nilikuona kwa fulani, nilikuona kwa TV Bethel, nilikuona. Are you here because God asked you to be here, or you are here because uliniona? Uliniona. Mungu akakwambia ukuje tupatie statement yake. Can I see the statement? God gives you direction of where to go. That is why you are here. So God, and when he was about to kill this boy, akapanga kuni zake na akachukua kisu. The boy asked for father, I can see the firewood, I can see the fire, the knife, I see everything, but where is the sacrifice? What was the answer? God will provide. So the sacrifice comes from God. Hallelujah. The sacrifice comes from who? From God. God will provide. Then he laid the boy. And the boy did not object. And as the boy was about to be cut, God provided. A voice from heaven comes, a voice of an angel. Abraham, angalia nyuma yako. Kuangalia nyuma, akapata ni kuna busi, akabia chija busi. So God was not interested in Isaac. He was interested in the heart of Abraham. Was Abraham ready? Was there the willingness to do it? So if the willingness, once he was about to cut, he never cut. Praise be the name of God. But a goat was provided, a sheep was provided that was cut. Meaning God was testing. How much can you deny me? How much can you restrict from me? Praise be the name of God. For how much? How much can you stop this from happening? So that is what God is interested in you, to heal you, to turn around your life, to make things work. Only that, your heart, your willingness from home to this church, that is enough to heal you. It is not your pastor. It is not who? It is not your pastor. That willingness, hiyo time umekuja umekaa hapa, kiti imekufinya na hujazoea hivyo, mimi nakujua mzee. Haujazoea hivi. Na ukiona umekaa hapa, umefika mwisho. That willingness, unajua sasa, huyu ni Dora ule wa Mungeke. Mnajua hivyo? Ule Dora alikuwa Mungeke. Ule mbaya. Yaani ukimagine ati shida imekufikisha hapo. Kwa Dora. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mimi naliganga nikiona watu wanahangaika huko nje. Kwa Dora. Anapiga makelele unamkuta huko. Dora.
la kwanile wa Simon K na ni raturutira wira mwega Ngai akora athime lakini a few minutes mundu ucio ndiahonokire aliokoka. Najua watu wako na kilo ratili ya kupima wokovu. Anajuaga kupima. Anapima naweka kwa safuria, anasema hiyo wokovu imetoshana, huyu ataenda mbinguni. Huyu mseve tunamwangalia, huyu ataenda mbinguni, lakini huyu mama bumwangalie, huyu haendi mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama yeye alitangulia na akajenga kanyumba akakuja sasa kutafuta wengine. Lakini haijalishi, tuangalie tu tuone ndio watakuja hapa bado naanza kulia machozi. But the most important thing, that desire, that willingness to be somewhere in the will of God, in the timing of God, in the presence of God, that what makes you be healed. Deliverance yako ishafanyika already. Kama ujui, already whatever you wanted from God, it has been given to you. It is not about yule mama aliguza tu geshore. That God wanted him to struggle. That willingness to struggle to touch geshore. Jesus akasikia ati kuna kipawa imetoka piu. Imeenda. Akauliza ni nani huyo? Na watu walikuwa wamengangana kuzuia huyo mama. Wamengangana, but that willingness. Hiyo kutaka, the desire. It is what God wants from you. It is not your money. It is not your wealth. Ati nimetoa. Hata hapa nitakwambia utoe tu. Nikijua wewe ni mtu wa kutoa, nitakupeleka pale utatoa. Sitakuacha wewe na kwa sababu utapeleka kwa mwingine. Na mimi ni binadamu, nahitaji pesa. Ndio nekezi na kuna wewe tena kanwa yako leo. Si ujitolee hapa tu. Kwa sababu najua ulishapona. Kama wakati uliingia kwa steps pale ukipata, ulishapona kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa natekelea pesa sigeni. Imagine. Hello. Lakini sisemi msirudi kutoa, mtoage. Nitawafundisha lesson ya kutoa, how powerful it is. So, in the book of Ezekiel, Isaiah 41 inasema hivi, ni 40 verses 28 27. Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel? My way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Have you not known that God is what? The creator of the earth. He is the only God. We don't have any other God. He is an only God. Whatever you ask in his name shall be given to you. He told Jacob, whatever you will bless, I will bless. Whatever you will curse, I will curse. Meaning every responsibility to do has been transferred to you. The power of healing has been transferred to you. The power of deliverance has been transferred to you. The power for you to become rich is in your hands, is in your mouth. The power to change, the power to declare, the power to decree, it is in you. You don't need anybody to come and do it for you. You got it. You only need to be told to understand who you are. You only need to be told that you are rich, super rich, because you are the owner of the world. That every plant is subject to you, because he told this man, I have given you dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, and over every animal that creeps on the land. And every plant that you see ahead of you, I've given you power of them. So if you are not eating, mommy, it is not God. Mungu ameoga mikono. Ni wewe. Kwa sababu hata shetani hakupatiwa power. Shetani hakupatiwa power ya wanyama, ya masamaki, ya miti. Shetani haku. It was taken away from him. So if you are not eating, it is you who have decided not to eat. If you are poor, it is you who have decided to be poor. That is why Jesus, when he came, he told you, pray
and you will be answered. And if you fail, they fail to answer you. If heavens fails to answer you, stop praying. There is something wrong. Go to heaven now. Ask them, why are you not answering my prayers? That is, seek, and you'll do what? You will find. Praise be the name of God. But the most important of all is what? Seek, you will find. Once you seek and find, that is then when you know, because they will tell you, that is now seeking. You stop praying. Wacha maombi mingi. Ukiona maombi yako imekataa kujibiwa mami, wachana na maombi. Wachana na hiyo maombi. Sasa badilisha. Anza kwenda kwa Mungu, si kwa maombi. Enda kwa Mungu kwa kumuuliza maswali. Muulize, ni kwa nini maombi yangu haijibiwi kule mbinguni? Mungu atakwambia mama yako ni mchawi. Na atakupatia example moja. Akwambie Abraham ni mtoto yangu. A man of faith I love. Nilimbariki lakini nilimtoa kwa baba yake kwa sababu baba yake alikuwa mchawi. Kuna baraka hautapata mpaka utoke kwa baba yako. Kwa baba yako ni mwabudu wa shetani. Baba yako ni mchawi. Baba yako ni mganga. Kwa hivyo kuna kitu Mungu atakuondoa tu. Atakuondoa hapo. Alimwambia Abraham, toka mpaka ile nchi nitakupeleka. Nitaenda kukubarikia huko. Kwa nini? Kwa sababu hii ni territory ya mchawi. Baba yako ni mchawi. Hakumwambia, alafu akamwambia kitu kingine, na usibebe mtu wa kwenu. Lakini kwa ujeuri yake kama wewe, akasema akaona akahurumia kama mtoto kingine hapo. Ni kama ni yeye alitengeneza hawa mtoto. Ni kama ni yeye aliuba hawa hiyo familia. Akasikilia huruma ati kama mtoto ka brother nikaende nako katiteseke hapa. Uto mtoto tu brother na tu sister. Uto mtoto. Wachaneni na tu. Baka Mungu akwambie beba enda na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambia usibebe mtu wa familia, lakini akaenda na Karutu. Wakati walianza safari hivi na Karutu, shida za Abraham zilikuwa kienda mahali anakutana na watu wanapigana na yeye. Akienda mahali anakutana. Baka akaenda kwa huyo mfalme anaitwa Abimeleki. Kufika huko wakaangalia kama mama alikuwa na mama nyanya. Sema nyanya. Nyanya igajo. Kunyoroka. Sema kunyoroka. Bila make. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke akaangalia hivi akaenda akauliza Abraham, "Mzae, huyo ni nani?" Akamwambia ni sister yangu. Sasa unataka aje? Akamwambia hata katuna kwa sababu aliona atakufa. But hakuwa anajua the cause of the problem. Alikuwa anafikiria ni mama smart. But it was not the mama smart. Alikuwa na problem. Abraham was the problem. Remember he had been told usitembee, usitoke hapa na mtu wa familia. Maana kile na kutoa kwake ni madhabahu ya familia. And because I want you alone, I want to bless you alone, don't carry any baggage, because this baggage itabeba madhabahu. Na mukienda madhabahu hii itaendelea kuzungumza na wewe na itaendelea kukomonitor, because this man will become a monitoring spirit and they will monitor you through this man. So that is why he was told never go with anything apart from your wife. But he ignored and carried huyu jamaa anaitwa Rutu. Mahali walienda walichokozwa. Mahali popote walienda waliinukiwa. Baka akanyang'anywa bibi. Lakini Mungu kwa sababu ni wa huruma mingi, ndio unaonanga una survive. Mnasemanga ni grace. That is not grace. Ni huruma za Mungu. Grace ni ujiga. Sema grace ni ujiga. Kwa sababu hiyo ndio imetupelekea kufanya dhambi. By the grace tunaishi kwa neema. Sasa unaenda unalala na mwanamke, unasema tunaishi kwa neema, Mungu atatuhurumia. Wacha ujiga. Hiyo ni ujiga na ni upusi. God does not compromise. God wants you to be clean. God does not want you to kuchanganywa. Hata huyu mzee Abraham alipofika pale akachukuliwa bibi yake mzee. Mungu akiwa mbinguni akamwangalia akasema yeke ni kelimo. Hayajai hakuelewa, hajui ni nini amebeba. Hajui ni nini. Huyu mtoto Rutu ndiye atamletea shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akakimbia kupande ya Abimeleki.
Abimeleki wakati aliona hii ni mama mzuri, unajua hiyo watu walikuwa naangalia, mkimfalme anakiangalia kitu mzuri anasemanga wacha kidogo. Kaitisha fork na kisu. Kaekewa kwa meza. Anataka kukula chakula kidogo, si ndio? Sasa wakati anajaribu kukula chakula kidogo, mdomo yake ikafugika. Haleluya. Mdomo ya Abraham ikafanya nini? Kompyuta kakazimwa kwa sababu ya the love that God had for Abraham. Akazima kamashini ka Abimeleku. Akajaribu akitoka naambiwa twende, hebu angalia pale. Anaenda pale kamashini kanafanya kazi mzuri sana. Mpaka anauliza noni. Akirudi hapa kamashini kana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo power mko nayo wa mama. Wanaume hawafai kuwasubua. Zima tu. Akikuja nyumbani anahakisha. You got the power to say so, to do that. Hiyo ni power. Enda practice siku moja uone. Takuja kuona ninaangania neko hete ilie. Ninakaraja. Kaiko hete ilie. Huyu mzee akaenda akajaribu mpaka akaita waganga. Abimeleki aliita mpaka waganga. Waganga ndio walimwambia huyu ni nani? Akamwambia ni bibi. Ni sister ya mtu mwingine kwa hapa juu. Akamwambia hapana, alikudanganya. Huyu ni bibi yake. Ndio mzamaki akaita Abraham akamwambia, "Ni nini umeniletea? Ni nini shida hii yote umeniletea? Si ungeniambia tu huyu ni mke wako." Sasa naye Abraham angemuuliza swali, "Ulijuaje? What prompted you to kujua ati huyu ni bibi yangu?" Kwani ulikuwa unatafuta nini? Kwa sababu tulikuwa tumeweka mama akae custody akayage huko, hii shida hii alafu nikuja nichukue. Ulifikiria nini ilikufanya ufikirie ni bibi? Kwa hivyo kuna kitu ulikuwa umefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Abimeleki ndio huyo. Akajaribu ingine ikashindikana. Akajaribu ingine akaitwa ingine ikafanya. Kwa hivyo kuna kitu mnaweza kufanya wa mama. Hii shida kushida mkifuatafuata wanaume muachane nayo. Kuangalia simu muachane nayo. Unajua mama mnapenda kuangalia simu ya wanaume. Ati uone ni nani. Na sasa na yule mtu nimesave hapa, nimesema ni yule mzee wa makaa. Huyo mwingine nimemsave yule mama ule mzee wa kutengeneza ule plumber. Nani ni neighbor. Ati niye nyonaga no plumber mamuhuragira thimu na mundu wa makara na kuna plumber. Wachana na simu za wazee. Zima uko na power. Mungu amekupatia hiyo sawa, fuga. Unatumia tu wakati maji inahitajika kwa mtungi. That's wisdom. Yeah. Don't struggle, don't argue with anybody. Just switch off. Maji na mtungine, unaenda kwa mtungi, bagaraini, unamwaga maji, unafungulia tap. Maneno yanaendelea. Msifa. Huyu mama anacheka tu naona kumbe. Odo ilikia itilete. Nimesukuka miaka mingi. Ndio neno hilo yupo Abimeleku chokia muka wene. Taina de. Abimeleku chokia mudoyo waja. Todo ni muka wene. Abimeleku chokia mudoyo waja. Todo ni muka wene. Alikuwa ameanza kujibijali. So the problem that was with Abraham is because he defied God. Alikuwa ameambiwa usiende na mtu wa familia. Wakaenda kidogo wakakutana na watu wanaitwa wa Filisti, wakapigana vita. Walikuwa nataka kumumaliza. Akatoka hapo tena akaenda kwa sababu Mungu, God was with Abraham. Baka wakati kakijana kenyewe, because it reaches a time now Mungu mwenyewe anataka kukulivilia, this is the problem you have. Because he thought this is the son of his brother. He thought I cannot, siwezi kuachilia. Hata kama wewe unaweza kuachilia mtoto wa brother yako, si unatembea tu naye kwa huruma nyingi za mbinguni. Kumbe this is a problem. Kwa sababu yeye amebeba madhabahu ya baba kule nyumbani. He's not been cleansed away from the madhabahu.
Mungu ametenganisha Abraham na madhabahu ya baba yake, lakini katoto bado kalikuwa kwenye madhabahu, na ndio kalikuwa kanatumika in monitoring, because this was man ambaye alikuwa anatumia witchcraft na Terah. Baba yake Abraham alikuwa anaitwa Terah, alikuwa anatumia witchcraft, so he kept monitoring Abraham through Lutu. So there are things that you do in life, or you have them, that keeps you being monitored. Hiyo katabia kako ka hasira kanasababisha shetani apate kamulago ya kumonita wewe. Hiyo katabia yako ya masaka aterere yakagwire yakagwire ndio hivi yakagwire nina angania yakagwire ni wacha tu nikwambie tulienda. Unaona yule mama alikuwa amevaa hiyo kaka nini kapiki hivi kaigana kai hivi maruni. Kube kai niliwaga. Hai acha nikwambie. Masekenyo. Hiyo ndio Rutu katika maisha yako. Hiyo ndio mlango umefungulia shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. And the more he went with this boy, the more he faced challenges. The more he faced challenges. Until a time kakijana kameona sasa kamekuwa kakijana barubaru. Kakaambia mzee, hata hizi buzi zote ni mimi. Kama si mimi ungekuwa wapi mzee? Hizi ng'ombe zote ni mimi. Wewe mzee, kama si mimi ungekuwa na hizi ng'ombe. Kakazubua mzee, wakaanza kupigania eka 10 ya shamba kwa sababu walikuwa wamefezi kama Wamasai. I think Abraham alikuwa kama Masai. Kwa sababu walikuwa wamefezi hiyo shamba na miba, hii miti ya miba wamezunguka venye Wamasai wanakujanga wanajeka kakitu loud, ng'ombe zinakaa hapo. So wakiwa hapo wakaanza kupigana. Wakapigana kwa sababu haka mtu kalikuwa kamebeba wafanyikazi wa Filisti, na huyu mzee alikuwa na wafanyikazi wa Filisti ambao walikuwa wanatembea nao. Wakaanza kupigana kijana wafanyikazi wa kijana na wafanyikazi wa mzee, wakaanza kuinua na magumi. Wakingangania 10 acres. Huyu anasema ni mimi ng'ombe zangu zitalishwa hapa. Na huyu mzee anasema ng'ombe zangu zitalishwa hapa. Wakangangana wakapigana. Abraham akakumbuka kitu kimoja. Mimi ndio niko na anointing. Alikuja akaambia kakijana, wewe kijana, uledate. Mothe digithia wewe mothe ni unaguete wana muno wewe mothe. Na kalikuwa na mira. Wewe mothe ni uguete wana muno wewe. Leo ule hizi ng'ombe ciako hizo ni ciako. Hizi mang'ombe na mambuzi hizi ni zangu zote. Wewe unashindanga pale tu, wewe ni wazee mnapiganga story. Mimi ndio naendanga kutafuta. Sasa wewe unakuja kuniambia sasa vitu zangu hazitakaa poa. Bwana Yesu asifiwe sana. Abraham akasimama. When you know who you are, you make a decisive decision. Abraham akaambia kijana, so you want what? Mzee usinilete. Akamwambia fanya hivi, chagua anything ile unaona inakuhusu ama inakufana. Chukua. Mahali unataka kuishi, chukua. That's enough. Enough is enough. Sometimes you must make decision, drastic decision, and say enough is enough. And Abraham did a drastic decision. Akamwambia kijana, hata ukitaka kubeba kila kitu beba. Kakijana na ujeuri. Na ukitaka kujua mtu huyo alikuwa wa shetani, kule anaedaka upande wa kwa shetani. Hata ukimwachia mali yako yote, atachukua mali yake kwa shetani. Kakijana kalichukua kila kitu. Kalipanda pande ya Sodom na Gomora. Badala kaende upande huu mwingine, kalipanda upande ya Sodom na Gomora. Kakakaa karibu na Sodom na Gomora. Si ndio kame originate hiyo maneno? Na ndio kamekuja sasa Kenya kupitia Amerika, kamefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Abraham aliwachwa bila kitu. Aliwachua makondoo zingine zimekaa hivi, zingine hazina macho, zingine hazina nini, zingine zimekaa hivi. Kajana kakaenda kule, kuna shamba mzuri, iko na rutuba, iko na majani, iko na kila kitu, na mzee akaachwa juu ya mawe. Kwa sababu ni mzee kiparangoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja kukanyesha mvua kubwa sana. Because of making this decisive decision. Wakati alimake that, akafukuza kakijana na akakaambia chukua anything that belongs to you, anything unaona inakuhusu hapa, chukua. Sometimes unaweza kuwapia hawa watu, tuseme sasa huyu amenisubua kabisa ama mapasta. Waambie chukueni hizi zote. Chukua anything that you think. Chukua kwenda. Chukueni mtoke. Na usifeel, waambie wakwende. Because kuna macho naenda kufukuliwa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie wakwende, kwa sababu kuna kitu inaenda kufanyika. Wakiotoka hivi tu, wakati Kalutu kalibeba kila kitu, kakaondoka, naye Mungu akateremuka. Akaambia Abraham, fungua macho. Kufanya hivi, akaona, akaambiwa tazama mahali macho yako inafika. Akatazama. Akasema naona huko dunia imeshikana. Akaambia hiyo ndio utajiri yako. Akaambia tazama mbinguni, hesabu. Akaambia nini unaona? Akaanza naona nyota. Akaambia sa hesabu. Akasema mzazi siwezi hesabu hizi. Akaambia hiyo ndio utajiri yako. Akaambia guza kichwa, hebu hesabu nywele za kichwa. Akajaribu, akasema siwezi. Akaambia hiyo ndio utajiri yako. Kumbuka alikuwa anapigania eka 10. When you are walking with the wrong people and when you are living in a wrong situation, your eyes will never open. You will never see the blessing that God has for you. Hawezi na hautaweza kuona until such a time you drop your lutu. Until such a time every lutu in your life has been dropped. That is when God will open your eyes to see how powerful you are. You are weak because a lutu is in your life. You are poor because a lutu is in your life. You are hopeless because there is a lutu in your life. God drop that lutu in your life and God will open your eyes. Hiyo struggle yote mzee amehangaika kwa sababu alikataa kusikia. Aliambiwa usitoke na mtu wa familia. Kau kama tuko kuwete kumakwanyu ka drop. Wana wa Israeli walitoka Egypt wakaenda mpaka Canaan, lakini hawakufika Canaan. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wote ambao walitoka Egypt walikufa jangwani because they never, walipoondoka hawakuacha Umisri. They walked with the Egyptian lifestyle. Mungu akajaribu kuwaweka for 40 years waone kama watachange. They refused to change. So God decided nitamaliza wote. He cleared everybody apart from 2 with a specific reason. He cleared the rest. Nobody came from Egypt went to Canaan apart from who? It is Joshua and Caleb. And what is the specific reason why Joshua and Caleb went? Ni kwa nini? Who knows why? They came with a visionary report. Walienda, walitumwa wakiwa watu 12. Wakaambia nendeni mkaspy hiyo inchi. Tuone kama hiyo inchi kuna baraka. Sasa walipofika huko, wakaenda wakaona. Watu 10 walisema, walikuja wakabia Musa, kwa utotigetoria. Watu wale huko. Wale watu wako huko hatutoboi. Lakini Joshua na Caleb waliona vitu vingine. Walikuja wakaambia Musa, ule Mungu tunaabudu hapa, tukimpeleka huko tutashinda. Kwa sababu ya kusimama na huyo Mungu, naye Mungu alisimama na wao to the last minute. God will walk with you to the last minute because you have stood. Umeachana na malutu katika maisha yako. Umeamua kutembea na Mungu, naye Mungu hata kuacha kamwe. He will never forsake you nor leave you. Bwana asifiwe sana. He will still make you what you are supposed to be. Mwambie mwenzako drop that lutu. Huyo ndio hiyo kiu ndio kigira toge mudhe. Kiu tu. Lutu anaweza kuwa baba yako. Lutu anaweza kuwa mama yako. Lutu anaweza kuwa guka. Lutu anaweza kuwa your husband. Lutu anaweza kuwa your wife. Bwana Yesu asifiwe. Kama ndiye yeye anazuia safari yako na Mungu, wewe muweke tu chini, atembelee pale na utembelee hapa. Mimi hata wewe ukiwa nani, hata ukue bibi yangu, tukifika kwa unaninyonya, tukifika kwa madhabahu, I don't know you. My God is my God. I respect my God. I obey my God. That is what the Bible is telling me. If I obey, Deuteronomy 27:28. Deuteronomy 28 verse 1. If you diligently, let me read it for you kwa wale ambao sijasomea hiyo. Deuteronomy inakuanga wapi? Iko New Testament. No, old. Haya. Deuteronomy 28 verse 1. If you faithfully obey the voice of the Lord your God. If you do what? If you faithfully, Deuteronomy 28.
If you faithfully obey the voice of the Lord your God, faithfully. So there is unfaithful obeying and faithful obeying. If you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments, and also there is being careful to do, and there is also being uncareful to do. So you can obey, but being uncareful. So being careful to obey all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Only that's only what you need. Abraham aliambiwa do not go, he never obeyed. He faced challenges. Bwana Yesu asifiwe sana. Moses was told what to do, he never obeyed. That is why he faced challenges, he died. Can you obey the voice of God? That is all what he needs from you. Because all of you, you have disobeyed the voice of God. All of you here, including myself, we have disobeyed the voice of God. And that is, then the Bible says, when you obey, he will set you high above all the nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you, if you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, blessed shall you be in the field, blessed shall you the fruit of your womb, and blessed. See, there are blessings associated with hearing the voice of God. That is all what you need. Just listening and hearing the voice of the Lord your God. Nothing else, nothing long, nothing short. There's no shortcut. Abraham waliteseka because of carrying his own brother's son. What son are you carrying? What son are you carrying with you? What son are you carrying with you? Ni nini umebeba ambayo it is not supposed to be carried by you? Ni kigetu kiriko kuwete that is not supposed to be carried by you. What character are you carrying with you that you are stopped but you still insist? What are you carrying? Ask yourself. As we do this song, I want you to go deeper into your mind. Ask yourself, what is the problem with me? Ask yourself, ni nini hii nimebeba? As we do the song, so that you may contemplate and ask yourself internally, know from yourself, get the understanding, because the problem you are facing is within you. The challenge, why you are suffering because wewe ni mchawi umejiroga. You are suffering because kichwa yako ni ngumu. You don't listen, you don't hear. You are suffering because you are not a good listener. You are suffering because you are not understanding. You never sit down to be taught the word of God. You must be taught the word of God for you to be elevated, to be removed from the situation you are in. You will continue suffering as long as you don't drop that lutu that is in your life. You will continue to face challenges, rejection, refusals, as long as lutu is operating in you. Take your time. Ask yourself, who is the lutu in my life? Could it be my wife that is the lutu? Could it be my husband that is the lutu? Could it be ni ile kazi nafanya is the lutu? Could it be ni mudomo yangu that is the lutu? Could it be I'm waiting for you. Could it be it is the eyes that is the lutu? Rise up. Sinipite mwoko
anapokuzuru ama anapozuru wengine, asikupite. Mwambie tu akuonyeshe who is the root in your life. Yeah.
Baba, Stay away from my door. Baba
nimejua nimekuwa na malutu maisha yangu imekwama, walutu waliingia, ni mimi nilimwalika, ndio maana naomba msamaha. Roho wako Mtakatifu atelemke leo anihudumie. In Jesus name. In Jesus name.
Sanjolio. Amen. Hallelujah. Oh, Sanjolio. Amen. Oh, wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah. Wewe ni Mungu. Amen. Oh, unatawala. Amen. Hallelujah. Unatawala. Amen. Oh, unatawala. Amen. Hallelujah. Unatawala. Amen. Baba wewe waweza. Amen. Hallelujah. Wewe waweza. Amen. Oh, wewe ni Bwana. Amen. Hallelujah. Wewe ni Bwana. Amen. Oh, tunakupenda. Amen. Hallelujah. Tunakupenda. Amen. Oh, wewe watosha. Amen. Hallelujah. Wewe watosha. Amen. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. 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 Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. 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 Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. 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 Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Tunaimba. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. 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 Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. 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 Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah.
Maise, habari yako? Wewe ni pastor? Mimi ni mchungaji. Okay. Mtoto ulikuwa unasema akikula anatapika. Walikuwa nakula natapika. Lakini sasa amepona. Amen. Glory to Jesus. Amen. Unataka umulete Sunday. amen. Uende mpatie chakula ya kutosha, matunda vizuri, ashibe. Amen. Yes. Mama ako nyumbani. Mama ako nyumbani. Mkuje baka na mama. Amen. Amepona. Amen. It's healed. You are free. Yes. Amen. Simena kama shiba. Enda ukae pale ukapatie ujigine. Usimpatie miigi lakini kapatie ile kataweza tumbo inataka kwa menyoma inataka kwaje? Mara. Intestine. Sio ndio menyo? Intestine. Ndio imekudera imeshikana kidogo. Mzee. Laigwa ate. Aduli ne gadi. Kama hana roho rwajara. Najua acha niwaambie kujeni. Kujeni niwaambie ukatu. Demere. Ukaha. Kujeni mwangalie mse. Aya tu ne wote gagiri yake ya guthabia. Mzee, haisha nigetho tiga ngiri ya guthabia. Yeni. Muitisha 1,000 ya kuosha hapa. Do you know this? A millionaire. Oh Jesus. This guy. Ako na maplot, ako na manyumba. Nataka kuambie you can kutembea na Lutu akumalize. Nani unajua Dagoretti Corner? Unajua Dagoretti Corner? Unajua nyumba ilikuwa iko na benki ya cooperative ambayo ilifugwa ni ya huyu mzee. Uko na plot ngapi huko umejenga? Ate? Sio za hiyo jini kile tuno mwenda diria. Yo macho mangiri yake na hali ngire ndo eno mune kiriwa. Hiyo nyumba ni ya milioni shiga. About Pario. There to be about 200 million. 200 million. Deda huko pera shigi gidima kana mere. Ikere hanne ile kihingi tunazuri tu. He has a plot of 200 million shillings, but he is begging for food. He is begging for what? For food. A plot imesimama na hakuna hata inzi hazipiti, haziigi inzi. Hata mosquito ndani unalala bila net. Haina. Nyumba mbili Dagoretti Corner hazina tenant. Yako ja komoro na maidha na mada. Mama. Nilikuwa nataka wajue uko na mama. Usiweze kufanyia mahesabu. Umeona? That is how the devil will damage you. That is how the devil will completely destroy you if you are not careful. This is a tycoon, but he's a beggar. Hii ndio ile kiatu amevaa.
the only issue. Hebu jijaribu wewe ujiulize ni lutumu gani uko naye kwa maisha yako. Kusi hapa si shetani hapa. Utaweza sema sasa kama Mungu kama umejenga nyumba ya milioni 200 ni shetani alikusaidia kujenga? Si ni Mungu. But what happened? Abraham was spoken to by God. Toka uende nitakubariki. Lakini along akaenda na mtu, maisha ikaanza kuinama mpaka bibi anapatiana. So it's most more mistake that keep on following ile ya mababu, ile uko nyumbani inamfuata huyu mzee. Mwangalie sasa. Nikimwomba 20,000 hapa utamuona tena. Ataenda kusema kanidai onobe shado metagio. Lakini angekuwa yeye hata yeye ndiye angenipia. Kama ninatolia kanyama anunue nyama na anunue aboy. Kama modulomeda sheragata likido. Unaona amekuweka 200,000 kwa mfuko. Anakwambia mwanaume atembeage bila kitu kwa mfuko. Lakini sasa nimuitishe hiyo 20,000. Hii kanisa hata kanyaga tena. That is how the devil will destroy you. That is how the devil can destroy you. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuona mtu ako lakini hayuko. Huyu dagoleti yote anajulikana. Alikuwa ananitengenezea gari kitambo. Ni makanika bado. Lakini vitu zake na wale walikuwa namfuata wamekuja paka hapa wananiuliza unafugua yeye kwa nini? Tumusea tuwili tuko na jora. Na moja mnafanana kidogo. Na akanimkamuuliza akaniambia ni guka yako. Guka yako alikuwa nini? Sikumpata. Alikuwa mdomo. Simeona? Na wewe ndio umeitwa hiyo jina. Simeona? Witchcraft operating from the grandfather to him. Na walikuwa hapa wawili. Na kama mama kama mmoja. Lakini wameaniambia tumeenda. Bwana Yesu asifiwe. Ya free. Eh? Kile kimefunguliwa kila kitu. Ya free. Yeah. Pigia Yesu makofi. Hivyo amefunguliwa. Na nyinyi pia mfanya nini? Mmefunguliwa. Hiyo kesi Mungu ameiondoa. Hiyo kesi ya nyumba, hiyo Mungu ameiondoa. Na kitu yoyote yako ambayo iko mbali, imepelekwa hivi, Mungu ameirudisha. Na Mungu akikubariki kwa sababu atakubariki, ukumbuke hii madhabahu. Oh yes. Asante. Thank you. And now may the grace Of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. Sunday kuna anointing ceremony. Sunday kuna nini? Anointing ceremony. Kuvunja miamba ya familia. The curse generation of curses that may be following you.